قد حباك الله حبا في قلوب العارفين شيخ أحمد الخليلي مفتي بلد الطيبين. Kwa hakika ni fakhri kubwa kabisa kuwa katika dini ambayo anairidhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni neema kubwa iliyoje kutujaalia nchi ambayo ni yenye amani, omani, imani, amani, nchi ambayo imesifiwa kwa amani yenyewe na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukumbuke pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomtuma mmoja katika watu kwenda na ujumbe katika moja ya vijiji. Huyo mtu alipofika huko akatusiwa, akatukanwa na akapigwa. Lakini mtu huyu baada ya hapo alikuja kumshtakia jambo hilo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, katika mji ulionituma watu wake wamenitusi, wamenitukana na wamenipiga vile vile. Hapo unazungumzia kwamba kuna nchi nyingi sana ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeweza kuzitaja katika ulimwengu huu, katika dunia hii, lakini zote hizo aliziacha na akasema sallallahu alaihi wasallam, law anna ahla Umana ataita ma sabbuka wala darabuka, laiti kama ungeenda kwa watu wa Omani, basi uko Omani usingetusiwa, usingetukanwa wala usingepigwa. Hadithi hii ipo katika Sahih Muslim an Abi Barza. Hadithi hii kama ni taji juu ya kichwa cha kila muumani, lakini pia ni masulia adhima fi riqabina, ni masulia adhima katika shingo ya kila mmoja. Ni kana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia waumani wa kila enzi ya kwamba nyie sio watu wa kutukana wala sio watu wa kupiga. Na hii inakwenda sambamba na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana Waislamu wa Omani wa wakati ule walikuwa wanatekeleza moja miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam atukumbuka aliposema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu wa kweli, Muislamu wa haki ni yule ambaye watasalimika Waislamu wenzake kutokana na ulimi wake na mkono wake. Walumaniyuna kadhalika, law ataita ahla Umana la salimta min lisanihim wa min ayadihim, ungewaendea Omani wewe ungesalimika na ndimi zao na vile vile na mikono yao, wasingekupiga. Kwa upande wa pili ni masulia adhima kwamba wewe unapojiwa na mgeni katika nchi yako, kumbuka Mtume alishakupa masulia. Sio hadithi ya kujifakhirisha nayo, ni hadithi ambayo inatuambia katika kila enzi, enyi wa Omani, nyie sio watu wa kutukana watu wala sio watu wa kukejeli watu wala sio watu wa kucheka watu, kwa sababu Mtume kakuvalisheni taji ya masulia mpaka kiyama. Na kama nyie Omani mtatoka nje ya nchi yenu, mtakuwa ni sufara, mabalozi, maembasada, popote pale mtapoonekana, kumbukeni taji na ufalme wa akhlaqi ambayo aliyokuvalisheni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Omani atapotua akiwa mashariki ya ardhi, magharibi ya ardhi, kaskazini ya ardhi, kusini ya ardhi, utamkuta anaizingatia hadithi ya Mtume, mimi kama Omani ni balozi, la yasubuna wala yadribun, hawatukani wala hawapigi, hawaanzishi ugomvi, hawaamshi fitna. Wao kazi yao ni kuwa katika amani, wanawaaminisha wenzao na wanaishi pamoja na nafsi zao katika amani. Ndio hapa tunajiuliza, ni kitu gani ambacho Mtume alikiona kwa Waomani wakati ule kikawa tofauti mpaka Mtume kakitaja, kama sio hadha tasamuh ambayo tunaiona mpaka leo na wanaishuhudia wa mbali na wa karibu. Tuseme alhamdulillah.
enyi Omani semeni alhamdulillah, lakini tuhifadhi la yasubbuna, tuhifadhi la yadribuna. Akija mtu Omani anahakikisha maneno ya Mtume, wala tusiwe sababu mtu anakuja anajiuliza mbona Mtume kasema watu wapige wala watukani hawa, mbona wanatukana wanapiga? Ona hapo tutakwenda kinyume na maagizo ambayo Mtume, tusije tukamkadhibisha Mtume kwa vitendo vyetu. Wakaja watu katika nchi yetu tukaona kinyume na kile ambacho Mtume alikisema. La yasubun ni masulia, wala yadribun ni masulia, wa kullu amin wa antum bikhair. هل هناك أحاديث نبوية عن فضل عمان؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، يعني ضربوا وسبوا مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإنك لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك ولما سبوك. لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك ولما سبوك. هذا الحديث من حيث الصحة صحيح مقطوع بصحته، أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. قال الإمام القرطبي رحمه الله في التعليق على الحديث، هذا حديث متن، الشراح يشرحون المتن، قالوا: وذلك أن أهل عمان فيهم 3 أوصاف: العلم والعفاف والتثبت. العلم والعفاف والتثبت. وأستاذ سلطان تعلم أن الديار أهلها يرثون ما فيها. يعني مثلا نتكلم بصورة أوضح، مثلا إلى الآن والكرم في أهل حائل واضح، يعني لا ينازع في هذا أحد. الكرم في جميع الحمد لله مناطق بلادنا، لكنه أكثر ما يتجلى عند أهل حائل. هذا موروث من زمن حاتم الطائي، ولا يمكن لأهل حائل أن يتخلصوا منه حتى لو أرادوا ولن يريدوا، لكنه أمر ذائع شائع يعرفه الصغير والكبير. هذه أشياء تتوارث. فما يوجد في عمان اليوم من العلم والعفاف والتثبت هذا موروث تاريخي في البلاد، تلك البلاد منذ زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك ولما سبوك، لأنهم سيتثبتون ماذا تريد، من أنت، من بعثك، وعندهم علم يأخذون ويعطون معك، عقلانيين. يا عمان الخير، يا عمان الخير، يا عمان الخير، إنا منك يأتينا الوئام، من قلوب فيك تنبض بالسماحة والسلام. يا عمان الخير، إنا منك يأتينا الوئام، من قلوب فيك تنبض بالسماحة والسلام، بالسماحة والسلام.